By the way, vitu vyote vina expiry date. Mpaka jua lina expiry date. Angalia kwenye science. Lile jua nao liona lina expiry date. Kuna siku jua ita expire. Expiry date yake iko mbali tu. Ukiwauliza wanasayansi wanakuambia miaka bilioni si ngapi, lakini ita expire. Kwa sababu jua it's simply a mass of burning gas. Ni hewa iliyojikusanyika pamoja, inawaka moto, inaisha. Ikiisha inazimika. Ikizimika dunia ni giza. Sio kwamba ni giza usiku, giza milele. Kama jua lina expiry date uwe wewe. Kama jua unafika wakati na expire uwe wewe. Maisha haya cha msingi ni kufanikiwa, kuwa na furaha, kuwa na amani na unamtumikia Mungu. Fanya jambo ambalo linaleta value kwenye maisha ya watu wengine. Encourage others, help others, strengthen others, wapende wengine, wasaidie wengine, waongoze wengine, washike mkono wengine. Siku moja nilikuwa namwambia mtu mmoja, kwa watu wanaoishi duniani, sisemi mimi tu, ambao wamewahi kusaidia watu, mimi nimo. Tulipokuwa Marekani pamoja na ndugu yangu Frederick, nikawa namuonyesha kule Marekani. Kwenye conference namwambia, unamwona yule pale? Nilimleta mimi miaka 10 iliyopita. Yule pale aliniambia nimsomeshe masters. Yule pale wengi, na waliniambia tunakwenda afu tutarudi. Waliniambia tunakwenda, unajua sisi wito wetu ni kumtumikia Mungu, tutakwenda Marekani afu tutarudi. Wakaenda kule hawakurudi. Sisemi walitakiwa warudi, lakini nataka kuambia hivi, ukisaidiwa wewe kufika mahali, saidia na wengine kufika mahali. Mungu anaweka watu kwenye position. Unamuinua mtu leo ili na wewe unainuliwa leo ili wewe uje umuinue mtu mwingine baadaye. Maisha yako hivyo. Unampigisha mtu hatua. Let me tell you kweli, maisha haya lazima upate mtu wa kuonyesha njia. Lazima. Mungu akikupenda anakupa mtu wa kuonyesha njia. Anaweza asiwe wa maana sana, lakini Mungu akikupenda anakupa mtu wa kukuongoza kwenye kwenda mahali. Ukimpata mtu wa namna hiyo, Mungu yuko ndani yake, ina maana Mungu anakuongoza kupitia yeye. Kabisa. Tuko mahala fulani kule Marekani mmoja tunafundisha kwake, akawaambia watu wake, unajua when I came to America, huyu mchungaji, mimi hata sikumbuki, ndiye alinilipia visa na kunipa ticket. Mimi sikumbuki. Ina maana na mimi nina mchango kwenye anachofanya. Ukitaka kuwa na furaha kwenye maisha, of course, wakati mwingine utaumia kwa sababu kuna watu utawatia moyo, utawafanya wasonge mbele, afu atakudhalau, utaumia. Usiumie. Akikudhalau mmoja, saidia wa pili. Akikudhalau wa pili, saidia wa tatu. Akikudhalau wa nne, saidia wa tano. Hautawamaliza watu kabla Yesu hajarudi. Fanya kana kwamba unafanya kwa Mungu. Sasa hawa watu, huyu alikuwa wakili wa Herode, alikuwa anamtumikia Mungu. Lakini hebu tuangalie ukweli. Kwenye Biblia walikuwepo wanasiasa. Danieli alikuwa makamu wa rais wa 3. Wakati ule Babeli walikuwa na utawala wa rais, makamu wa kwanza wa rais, makamu wa pili wa rais na makamu wa 3 wa rais. Danieli alikuwa wa 3 kutoka kwa rais. Alikuwa mwanasiasa. Na ndiye aliyeandika kitabu cha Danieli, mwanasiasa. Leo wanasiasa leo namkuta tu amepata kitu kadogo analinga we. Unajua sisi hatujui mambo ya Mungu. Unajua serikali haina Mungu wala haina dini. Utajua baadaye. Ukitaka kukata roho utajua serikali ilikuwa na Mungu au haina Mungu. Utajua ukitaka kukata roho. Uendi kwa waganga wewe? Wachawi uendei wewe? Danieli sura ya 5 mstari wa 7. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na Wakalidayo na Wanajimu. Mfalme akanena akawaambia wenye hekima ya Babeli, mtu awaye yote atakayesoma maandiko haya na kunionyesha tafasiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Baadaye Danieli akayasoma yale maandiko na akatoa tafasiri yake. Danieli akawa mtu wa 3 kutoka kwenye ufalme, makamu wa rais wa 3. Ndiye aliyeandika kitabu cha Danieli. Alikuwa anamcha Mungu, anampenda Mungu, lakini pia ni makamu wa rais wa 3.
na hakujadili kwenye mambo ya Mungu. Na baada ya hapo alipokuwa makamu wa rais wa 3 alitupa motoni. Akasema sio kwa sababu nimekuwa makamu wa rais ndio nianze kujadiliana kwa mambo ya ufalme. Kuna mambo hatujadiliani. Kuna ya kujadiliana na yasiyo ya kujadiliana. Habari zinazohusu ufalme wa Mungu hatujadili. Hakuna mjadala. Habari zinazohusu mambo mengine tunaweza kujadiliana, lakini kwa mambo ya nimeokoka, nampenda Yesu na kwenda mbinguni, kuna kuzimu, kuna motoni, kuna maisha baada ya kufa, hayo mambo hujadili. Do not negotiate things pertains your faith. Mambo yanayohusu imani yako huna mjadala. Lakini Danieli wakati mwingine alikuwa waziri mkuu. Danieli sura ya 2 mstari wa 48. Basi mfalme akamkuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Waziri mkuu. Wakati mmoja alikuwa makamu wa rais wa 3, wakati mwingine alikuwa waziri mkuu. Lakini haikutosha. Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wakuu wa mikoa. Wale unaona jamaa waliotupa motoni walikuwa wakuu wa mikoa. Shadrach, Meshach na Abednego. Ukisoma vizuri ile Danieli sura ya 2 na mstari wa 49. Tena Danieli akamwomba mfalme, naye akawaweka Shadrach, Meshach na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Tunasikia Shadrach, Meshach na Abednego walitupa motoni, walikuwa wakuu wa mikoa, wanamcha Mungu. So we see mkuu wa mkoa anaweza kumcha Mungu. Anaweza kumcha Mungu, akamtumikia Mungu, akaishi maisha ya haki na kumtumikia Mungu. Na usidanganye kwamba vyeo vya kisiasa ni kwa ajili ya wanasiasa. Wanasiasa mwambie fumba mdomo wako. Eti mwenye dhambi ndio anaweza kuwa mbunge sasa. Mwenye dhambi ndio anaweza kuwa waziri. Mwambie fumba mdomo. Kashughulikie meli kule, fumba mdomo. Mwambie fumba mdomo. Wenye haki ndio wanatakiwa kuchukua nafasi za kweli. Ili shida inapotokea wenye haki wafanye nini? Waseme. Wenye haki wakinyamaza, Mungu amenyamaza. Wenye haki wasiposema, Mungu hasemi. Wenye haki wasipogusa, Mungu hagusi. Ni kinywa cha mwenye haki ndicho kinywa cha Mungu duniani. Piga makofi kama unapenda hayo na useme amen. Kwa hiyo Danieli alikuwa waziri mkuu. Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wakuu wa mikoa na wakamtumikia Bwana. Lakini haitoshi. Yule malkia, bwana mmoja anaitwa Toashi wa Kushi, alikuwa waziri wa fedha. Kipindi kile alikuwa anatoka Yerusalemu kuabudu, waziri wa fedha. Waziri wa fedha, Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari wa 27. Naye akaondoka akaenda mara akamwona mtu wa Kushi, Toashi, mwenye mamlaka chini ya Kandake malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Huyu ni waziri wa fedha wa Ethiopia wakati ule. Ethiopia ilikuwa taifa kubwa duniani pamoja na Israeli. Wakati ule hakuna Marekani, hakuna Uingereza. Ilikuwa ni Ethiopia, Afrika pamoja na Israeli. Huyu waziri mkuu wa Ethiopia alikuwa amekwenda kumwabudu Mungu Yerusalemu. Karne ya kwanza. Wakati ule mtume Paulo hajaokoka. Mtume Paulo ameokoka sura ya 9. Lakini sura ya 8 huyu malkia, huyu waziri mkuu wa Ethiopia amekwenda kuabudu Yerusalemu. Na Paulo alipookoka ndipo aliyepeleka injili Ulaya. Ulaya injili pelekwa na Paulo sura ya 9. Lakini sura ya 8 tayari watu wa Afrika wanakwenda kuabudu Yerusalemu. Alafu mtu anatuambia eti wamishonari wa Ulaya ndio walileta injili Afrika. Hapana. Walileta ukoloni. Kuambia watu kwamba lazima uwe maskini uingie ufalme wa Mungu. Ndio maana leo ukiwa umeokoka unampenda Yesu alafu tajiri unaambiwa free mason. Free mason. Kwa nini? Kwa sababu watu wametengenezwa. Wamishonari walipokuja wanakuambia lazima uteseke sana, uwe na ukitembea huna viatu vimeenda upande, kofia limeenda upande, una vilaka, una kigari kidogo, mgongo wa chula, mgongo wa kobe, unaambiwa sasa ndio mtakatifu. Ni uongo. Mimi miaka ya zamani sana
naanza kumtumikia Mungu. Akanitembelea rafiki yangu mmoja, siwezi kumtaja jina, kutoka Ulaya. Akaniambia, you know, as for Gwajima bwana, unajua bwana, ili kuingia mbinguni inatupasa kujinyenyekeza sana na kuepuka mambo ya kumiliki vitu vikubwa vikubwa. Nikawa namsikiliza, lakini naona Mfalme Sulemani alikuwa tajiri. Biblia inasema na hata tokea mtu mwingine tajiri kama yeye. Biblia inasema hivyo, hata tokea. Yesu anawaambia wanafunzi kabisa, fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Anasema kabisa, fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Mungu anawaambia wana wa Israeli, mtakapoingia katika nchi hiyo, fanyeni biashara, mkauze na kununua, mtajirike. Anawaambia wana wa Israeli. Alafu wewe unaambiwa eti kwamba inabidi uwe maskini tu, mpole mpole tu. Bwana asifiwe, asante Yesu. Hakuna hiyo. Hakuna hiyo. Naamuru baraka ya Mungu iwe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Hebu sema nakataa. Huyo bwana alikuwa mtu mkubwa, ndio maana siwezi kumtaja. Akaja hapa baadaye akanikaribisha kwake. Nikaenda kwake huko Ulaya. Nilishangaa aliponipokea airport, gari lake ilikuwa ni Mercedes Benz latest. Wakati mimi huku nilikuwa namchukua kwenye pickup. Na pickup yenyewe sio ya kwangu, ya Mama Sima. Sio ya kwangu. Pickup ya ajabu, ukiingiza gia inashtuka pata. Pickup ambayo uko Kariakoo inazimika mpaka kumwambia mwenzako shuka tushitue. Ananiambia mimi nikae na hii pickup. Nimemkuta yeye ana Mercedes Benz. Kwenda nyumbani kwake, lile lango linajifungua lenyewe, nyumba nzuri. Nikamuuliza, mtumishi wa Mungu, haya ndiyo maisha wewe niambia mimi kule kwetu nikae nayo? Akasema, unajua Waafrika wakipata mali wana kawaida ya kumsahau Mungu. Nikasema, andiko lake Mathayo ngapi? Waebrania ngapi? Makabayo ngapi? Hatuhitaji kufuata maneno ya wamishonari. Tunahitaji kuichambua Biblia inasema nini. Biblia kama inasema uwe tajiri kwa jina la Yesu. Biblia kama inasema unaweza kusoma, soma na ufanikiwe. Mimi nimepublish paper kwenye ulimwengu wa theology. Paper yangu inasema Church Prosperity at an African Observation. Mafanikio ya kanisa katika mtazamo wa Kiafrika. Wazungu nenda mahala popote, unaona wanacheka, wanafurahi, lakini wasingependa Mwafrika afanikiwe. Wasingependa. Mimi nakwambia, mimi nimekaa nao, nimekuwa kwao. Wasingependa. Mzungu akiwa anakuchekea kila msaada